Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na leo nataka nizungumzie ile maneno tuliona ilifanyika kule Migori siku ya jana, mahali ambapo Rais William Ruto alikuwa amehudhuria. Alikuwa na mkutano huko, alikuwa anaongea na wananchi. Na mimi nimeshtuka sana kuona vile ambavyo rais alitupiwa kiatu. Na isipokuwa hata ni venye kwa bahati nzuri alikuwa ameinua mkono, at least akaiweza kuidivert hiyo kiatu. Mimi naona kama ilikuwa imepima macho. Yule ambaye alikuwa amerusha hiyo kiatu alikuwa ameamua kupima macho vizuri. Na si jambo zuri, ni vizuri kuongea, ingawaje mimi ni mmoja wale ambao ni vijana ambao tuko katika mrengo wa upinzani. Lakini nikiwa kama kiongozi wa vijana, si vizuri na si jambo ambalo ni la kushabikiwa mahali ambapo tuna attack the sitting head of state. We are attacking him physical. It is not right, it is not good. Na niambie vijana, iko njia mingi ya kutoa hasira, ama iko njia mingi ya kujiexpress, ama iko njia mingi ya kuonyesha rais ama serikali ya kwamba hamjatosheka kama vijana. Iko njia mingi. Lakini katika hizo njia mingi, njia moja si ya kurusha mawe ama kupiga rais na kiatu. Lakini iko njia mingi. Niambie vijana, iko siku rais ametembea hapa Mlima Kenya. Na kawaida mnajua sisi kama jamii ya Mlima Kenya zote hatungi William Ruto mkono na serikali yake. Na zote tumekuwa tukipinga William Ruto kwa sababu ya ile mambo ambayo amekuwa akifanya ambayo sio ya haki. Na ndiposa sisi kama jamii ya Mlima tumekuwa tukipinga William Ruto. Lakini hata kama tunampinga, ile siku William Ruto amesema atakuja kutembea hapa Mlima Kenya, sisi tuliambia watu wetu ya kwamba akikuja, mkiitwa, bora mtalipwa kusikiza uongo, nyinyi mjitokeze, muende msikize, mulipwe, muende nyumbani, lakini matusi ama kurusha mawe hiyo hapana. Na hata Kenya inajua, jamii ya Mlima Kenya sisi sio desturi yetu, sisi haturushangi mawe. And it is not our tradition as people from the mountain kukua violent ama kurespond katika hiyo njia ya kuattack viongozi physical. It is not our tradition as people from mountain. Na ndio maana nataka niongee na vijana kutoka kule Migori. Kwa sababu iko siku Rais Uhuru Kenyatta alitembea huko katika muhula wake wa kwanza akiwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na akiwa kule akahudhuria mkutano, akikaribia kuongelesha watu, kukatokea vurugu, vijana wakaleta vurugu na mkutano ikakuwa ni kama imekwisha. Kwa hivyo hiyo ni tabia imekuwa pale Migori pengine kwa muda mrefu. Mimi nataka tu niongee na ndugu zetu kutoka pale. Na naongelesha hivi kama kiongozi wa vijana. Ni vibaya sana kukua na hiyo tabia, kila kiongozi akikuja hapo mnampiga na mawe, ama mnampiga na kiatu, ama mnamuattack, ama mnaharibu mkutano na mnamtusi. Hiyo si jambo mzuri. Tafadhali rafiki zetu kutoka Migori, si jambo zuri kabisa. Mimi ningetaka niwaambie tu, simkope tu hii style yetu kama watu wa Mlima. For the first time, marafiki zetu kutoka Migori, mkope tu hii style yetu ya Mlima. Kiongozi akikuja hapo kama hampendi yeye, mkutano yake msihudhurie. Wacheni akuja hapo, aongeleshe mawe ama aongeleshe miti ama aongeleshe viti, baadaye arudi Nairobi. Hiyo ni haki yenu kisheria na kikatiba. Kutohudhuria mkutano ya rais, hakuna sheria umevunja na hakuna makosa umefanya. Sababu hakuna mtu anastahili kutoka kwa nyumba uende ukahudhurie mkutano ya rais. Lakini kama lazima uhudhurie, pia kama huyo kiongozi haumpendi na lazima uhudhurie mkutano yake, siulipishe. Siulipishe. Sema ulipwe ngiri moja ama ngiri mbili ama ngiri tatu kuenda hiyo mkutano kusikiza uongo for 2 hours. Ulipwe. Na kama hautaki kulipwa kuhudhuria mkutano, kaa nyumbani, wewe usihudhurie kupeleka fujo. Kwa sababu iko haja gani kila kiongozi akikuja hapo mnampiga mawe ama mnaleta vurugu katika mkutano?
Hiyo si jambo zuri. Na ndio maana nawaongelesha rafiki zetu kutoka Migori. Hii nawaongelesha tu kama kiongozi wa vijana. Tafadhali siku ingine hatutaki kuona hiyo. Kwa sababu sisi kama wa Kenya, mimi najua mko na hasira. Na mimi najua mnakubaliana sisi ya kwamba William Ruto ni one term president. Na mimi najua rafiki zetu kutoka Migori mko tayari kuhakikisha kwamba mumeungana na sisi tupeleke William Ruto nyumbani. Lakini tukimpiga na mawe saa hii, pengine kwa bahati mbaya mumpige vibaya, pengine apate shida huko. Sisi hatutaki William Ruto akufe ama auliwe na guns. Hatutaki hiyo. Tunataka Mungu amuweke mpaka 2027 tumtoe kwa kiti kupitia debe, tupige kura kulingana na sheria, tupeleke yeye nyumbani, ndio ikuwe kielelezo kwa wale marais wengine watakuja kuongoza nchi ya Kenya, ikuwe kielelezo kwao ya kwamba ukiingia kwa kiti uuze manifesto ya uongo uko ni wa Kenya, utasavuta mmoja wa Kenya wakuvurushe, wakutoe kwa mamlaka na nchi iendelee. Kwa hivyo tafadhali patieni William Ruto nafasi yake na mpatie amani yake. Katika wakati huu yeye ndiye rais kisheria. Hiyo tunakubaliana. Yeye ndiye rais kisheria. Na aliyekalia kwa hiyo kiti kisheria. Tupatieni yeye wakati wake, yeye azunguke afanye ile mambo anafanya. Sisi tumgoje pale, tujipange vizuri. Vijana, kuliko mtumie nguvu kurusha mawe saa hii, mawe haitamtoa kwa kiti, kumpiga na viatu haitamtoa kwa kiti. Kuliko mtumie hiyo nguvu vibaya, muweke hiyo nguvu, muhifadhi hiyo energy. Tujipange vizuri kama vijana wa taifa hili. 2027 jamaa tumpeleke nyumbani asubuhi na mapema. Tumgoje pale Kasarani, akuje alete upanga wa taifa, a handover, tukuwe na serikali nyingine. Hiyo tu ndio ile adhabu mzuri tunaweza patia William Ruto kwa sababu ya kudanganya sisi. Kitu ya mwisho nikimalizia niambie William Ruto. Naona umeshika vijana watatu wale ambao walitoa hiyo vurugu kule. Ni sawa, hiyo ni sheria, ichukue mkondo yake. Lakini bwana William Ruto tafadhali, mimi nakuambia kama tu kiongozi wa vijana, jiulize ni vipi tulifika hapa kiasi ya kwamba rais ambaye amekalia kiti anapigwa na kiatu. Tulifika hapa namna gani bwana William Ruto? How did we arrive here? Tulifika hapa namna gani? Hakuna rais alikuwa anapendwa katika nchi ya Kenya, ama hakuna presidential candidate alikuwa anapendwa kuliko William Ruto Kenya hii. 2022 William Ruto alikunywa maji na chupa, watu wakampigia makofi. Kukunywa maji na anakunywa yenda kwa tumbo yake, ndiye alikuwa na kiu. Lakini kukunywa tu maji, Wakenya walimpigia makofi. Saa hii tumefika mahali ati rais anaenda huko kusema ya kwamba sijui anawaahidia nini, anapigwa na viatu. Tulifika William Ruto, ni vizuri jiite na usisikize hao wakora wamekuzingira. Hao wakora wamekuzingiza William Ruto, wanakudanganya. Wote wanakudanganya. Jiite mkutano peke yake. Jiite mkutano peke yako. Ujiulize ulifika hapa namna gani? Wakenya wamekuchukia kiasi ya kwamba eti mtu anaweza toa kiatu akupige nayo. Ni vizuri tulifika hapa namna gani? Hakuna rais ashaonyeshwa hii maneno tunaona ukionyeshwa. Ni vizuri ujiulize nini haufanyi marais wale wengine walikuwa wanafanya. Na nikusaidia William Ruto. Kwa sababu tulikuwa naye kwa campaign tukiuza hii manifesto ya bottom up. Tulikuwa naye kwa campaign bwana William Ruto tukizunguka hapa tukifanya the counter economic forums. Tulikuwa na wewe. Ni vizuri nikukumbushe. Pengine ile hasira iko na Wakenya. Pengine ile kitu inafanya mpaka wanakudharau. Pengine ile kitu inafanya hata ukiongea watu tu wanaona tu ni kama tu mwendo wazimu wa kawaida anaongea. Ni kwa sababu zile ahadi ambazo uliahidi wa Kenya umekataa kutimiza. Bwana William Ruto, pengine ni kwa sababu zile mambo ulituambia utatekeleza kuliko utekeleze, unatekeleza kinyume na vile ambavyo ulikuwa umetuahidi. Kuliko ufanye zile maneno ulikuwa umetuambia za kusaidia Wakenya wapate kitu kwa mfuko, maisha yao iweze kuinuka, unafanya kinyume na matoko ya Wakenya. Pengine ndio sababu Wakenya wamechoka na wewe mpaka wanashindwa kuvumilia, wanakuonyesha katika njia ya aibu ya kukurushia kiatu. Rais William Ruto, hii haitaki fujo. Mimi nakuambia tu ukweli tu. Hii ni kitu haitaki fujo. Hata hao vijana hata usiwafinya sana. Hii ni kitu haitaki fujo. Hii ni kitu inahitaji wewe ujiite kama mkutano, ujiulize haya maswali. Tulifika hapa namna gani? Nini unapaswa kufanya kama rais haufanyi? Nini uliahidi wa Kenya haufanyi? Bwana William Ruto, ukijiita kama mkutano, utafute suluhu, ujijibu mwenyewe haya maswali. Pengine mambo itabadilika. Na pengine hii hasira iko na Wakenya, ya
Pengine watatulia kidogo, wakupatia nafasi umalize miaka yako 5, ndio sasa wakupeleke nyumbani. Kwa sababu ile hasira inapanda. Vile hasira inapanda mpaka Wakenya wanashindwa kuvumilia 2027. Naona kama iko mbali sana. Wanashindwa ni vipi unaweza toka kwa kiti. Kwa hivyo Bwana William Ruto, nikuambie, jiita kama mkutano. Jiulize haya maswali. Hapa tulifika namna gani? Kiasi ya kwamba rais amekalia kwa kiti, anadharauliwa mpaka anaweza tupiwa viatu kwa soko. Na kitambo haukuwa unapitia haya. Kitambo ulikuwa unapendwa, ulikuwa unapigwa makofi, ulitembea bila walinzi na hakuna Mkenya alikuuliza swali. Hata Wakenya ndio wanakuwekea ulinzi wenyewe. Lakini saa hii umelindwa na askari wote, umelindwa na wanajeshi, na bado pia Wakenya wanapata nafasi ya kurushia wewe kiatu. Hiyo inakuambia iko shida katika taifa. Leo nimekuongelesha tu kama kiongozi wa vijana, na hapa hakuna matusi na hakuna madharau na hakuna feelings. Nimeongea tu ile ambao ni ukweli. Ni hayo tu kwa leo. Maswali ni next time. Asanteni sana.